الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ametujalia Uislamu na akatuongoza, afaa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiendelea kumbushana darasa letu katika qisasul anbiya alayhi wassalatu wassalam, tulikuwa katika kisa cha Nabii Musa alayhi wa ala nabiyina alayhi wassalatu wassalam. Tulifikia ikiwa Nabii Musa alifika kwa ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akakaa siku 40. Baada ya kumaliza siku 30 akaongezewa siku 10, ikakuwa siku 40. Katika hiyo siku 40 Nabii Musa alikuwa anafanya ibada gani? Alikuwa anafanya nini? Kana Musa yasumuhu 40 laylatan yaqtaribu min rabbih akthar. Nabii Musa alikuwa akifunga hiyo siku 40 akiwa anakaribia kwa Mola wake zaidi. Wa kana Musa bitaklimi llahi lahu yazdadu hubban fi rabbih akthar. Kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa inamzidishia Nabii Musa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Musa alayhi salam kila anapozungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, mapenzi na hubi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ilikuwa inaongezeka, ilikuwa inazidi. Fatalaba Musa an yara Allah, sababu ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ndio akaitisha, akadai, akamtaka Allah subhanahu wa ta'ala amuone. Wa nahnu la na'rifu ayu mashairin كانت تجيش في قلب موسى عليه الصلاة والسلام. Sisi hatuwezi kujua yani amehisi kiasi gani Nabii Musa kwa moyo yake, mapenzi kiasi gani ambaye alikuwa anahisi kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuone. Tayib, hina sa'ala rabbuhu ar-ru'ya, wakati alipouliza Mola wake kumuona, ahyanan kathiratun yadfa'u al-hubba al-bashara an-nasu ila talab al-mustahil. Yani katika bishara au mapenzi, sometimes saa zingine binadamu humfikisha kiwango au humpelekea sehemu ambayo anaitisha kitu ambayo ni mustahil, haiwezekani. Fama baluka bilhubbi alilahi, yani vipi unafikiria au nadhania namna gani hubi ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wa huwa aslul hubb, hii ndio mapenzi ya ukweli ya hakika ya manzo ya kwanza. Binadamu anaweza penda, anaweza kuwa na shauqa ila liqa'i habibi, anaweza kuwa na hamu ya kukutana na mtu yake ambaye anampenda, iwe mzazi wake, iwe mtoto wake, iwe ahli yake, mke wake, iwe ndugu yake, iwe rafiki yake. Lakini ile ya hakika ya ukweli, hizo zote zitaisha. Ndio Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa, wahbib ma shi'ta fa innaka mufariqu, penda unapopenda, wala shaka mtawachana, mtamwacha. Wangapi walikuwa wanapendana lakini wakawachana? Yani malakul maut imewatoanisha, huyu ameenda akhira na huyu akabaki duniani. Wakadhalika hii mapenzi ya hub ya watu wanapendana katika hii maisha ya dunia, ambayo sio mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, utajua ya kwamba sio ya hakika ya ukweli. Limadha? Naona mtu anakuambia mimi nampenda mke wangu, nampenda mtoto wangu, mzazi wangu, lakini akikufa akimtangulia utamuona akiwa anaingia analazwa pamoja na yeye kwa kaburini, bali anaenda. Hebu muulize siku moja, huyo unampenda
si wacha tuzike na wewe uingie kaburi kwa hai, hawezi kubali. Anasema acha mimi niongoje wakati yangu. Lakini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya hakika na ukweli ambaye imesimama imara kwa dunia na akhira zote. Galia ahibati fillah. Wakadhalik hiyo ndio aslul hubb, wa huwa aslul hubbi inna amqa ihsasi Musa bi rabbih. Bila Musa, hiyo mapenzi ya ukweli ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio ilisababisha ilimpelekea amuitisha Allah subhanahu wa ta'ala amuone. Wa hubbuhu li khaliqihi, kumpenda Mola wake, Mola ambaye alimuumba yeye. Wa indifa'uhu alladhi lam yazal yumayyizu shakhsiyatahu daf'uhu hadha kulluhu ila an yas'ala Allah ar-ru'ya. Hiyo yote ndio ilimpelekea amuitisha Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, nataka nikuone. Allah subhanahu wa ta'ala kaambia namna gani Nabii Musa alayhi salam, qala lan tarani. Wajaahu radd al-haq azza wa jalla, lan tarani. Qala lan tarani, qala rabbi arini anzur ilayk. Hiyo ndio ilikuwa talab ya Nabii Musa alayhi salam, Mola wangu nataka kukuona. Qala lan tarani, Allah subhanahu wa ta'ala akaambia huwezi kuniona. Walau anna Allah tabaraka wa ta'ala qalaha wa lam yazid alaiha shay'a, Allah subhanahu wa ta'ala angesema walam, bal haingezidisha katika chochote, lakana hadha adalan minhu subhanahu, hiyo ilikuwa uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala. غير أن الموقف هنا موقف حب الإلهي من جانب موسى. Katika hiyo sehemu msimamo ya Nabii Musa ilikuwa msimamo ya sehemu alifikia kiwango ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, kiwango ambaye ilimfikisha ilimpelekea yeye kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Min janibi Musa mawqifu اندفاع يبرره الحب، ولهذا أدركت رحمة الله تعالى موسى. hivyo ndio ikamfikia na ikamkuta Nabii Musa huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afhamahu annahu lan yarah, kamfahamisha yani hawezi kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa wakati huu. Katika maisha ya dunia huwezi kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, lianna ahadan min al-khalqi la yasmidu li nuri Allahi amrahu an yanzura ila al-jabal. Katika moja katika viumbe Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kustahimili kumtazama Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamuonyesha, akaambia انظر إلى الجبل ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ewe Musa, utazame hiyo jabali, tazama hiyo mlima. فإن استقر مكانه, hiyo mlima ikitulia na ikisimama kwa sehemu yake, fasawfa tarani, utaniona, taweza kuniona. Hebu tazama hiyo jabali, hiyo mlima ambaye ni moja katika makhluqat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, hiyo jabali ikitulia sehemu yake, kama hata tingizika au hata badilika hata change, basi wewe pia utaweza kuniona. Yani hiyo jabali ndio ataniona, nitamulika. Uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala itamshika hiyo mlima, hiyo jabali. Falamma tajalla rabbuhu liljabali, kati alipotazama kwa Mola wake kupitia kwa hiyo jabali, ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Allah subhanahu wa ta'ala akajalia hiyo mlima ikakuwa dakka, ikaisha kabisa, ikavunjika, ikakuwa vumbi. Wa kharra Musa sa'iqa, Nabii Musa akaanguka akiwa amepoteza ufahamu. Ile ahibati fillah,
Sasa mfano hii nyumba inasimama kwa uwezo wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitazama vile umesimama unaona nyumba zinaboromoka, zinaanguka, utasema nini? La haula wala quwwata illa. Mstuko ya kwanza ambayo unastuka, unakumbuka uwezo na nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jabali ni mlima ambaye ni kubwa. Wakati alipoona jabali vile imefanyika, Nabii Musa hakuweza kustahimili na kusimama. Yani unaweza pigwa shot, unaweza pigwa na shock ikiwa utaona muujiza na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala inafanyika katika viumbe zake. Moja katika viumbe ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio Allah subhanahu wa ta'ala akamuonyesha. Angalia, ilikuwa muujiza. Bahari ni viumbe ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu walishangaa, bahari maji yake wacha, mlima ndio hii inaboromoka mara moja. Nani anafanya? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka alhuda wattaqa walafafa walghina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ishfi mardana wa marda almuslimin warham mautana wa mauta almuslimin wa fukka asra alma'surin ya dhal jalali wal ikram. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.